Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Leo nakukaribisha katika historia ya Mtakatifu Christopher. Anajulikana kama mwombezi wa wasafiri. Basi tuangalie juu ya maisha yake mpaka kuitwa mtakatifu. Mtakatifu Christopher aliishi karne ya pili huko Uturuki na alikuwa ni mtu mrefu na mtu aliyejulikana kuwa na nguvu za asili. Katika maisha yake yeye alikuwa anapambania sana kumjua mtu aliye mkuu katika dunia hii, yaani mfalme mkuu wa ulimwengu huu. Basi katika tembea zake alikutana na kuhani mkuu mmoja, au tuseme mfalme mkuu mmoja, alikuwa na mamlaka juu ya nchi fulani. Basi alipokaa naye kwa muda mrefu, huyu Christopher akamwona yule mfalme mkuu anamuogopa mtu mwingine. Kumbe sasa mtu mwingine huyo ni nani anayemuogopa? Mtu mwingine huyo ni Shetani. Basi yeye akaamua kumfuata Shetani, kwa sababu tunaambiwa alikuwa anamtafuta mtu mwenye nguvu zaidi katika dunia hii. Akaenda tena akamfuata Shetani. Basi na Shetani akakaa naye kwa muda mrefu sana. Akaonekana kuwa Shetani kuna mtu na yeye anamuogopa sana. Basi kwa kujua hilo, huyu Christopher akataka kugundua au kutafiti kujua kwamba ni mtu gani ambaye huyu Shetani anamuogopa. Basi baada ya kuchunguza kwa muda mrefu, ikasemekana kuwa huyu Shetani alikuwa anamuogopa sana au anaogopa sana msalaba. Basi katika msalaba huo ndiko alikopatikana Yesu Kristo. Basi yeye huyu Christopher akaamua kupata ule msalaba, huko ndiko alikokutana na Bwana wetu Yesu Kristo. Basi alipokutana na Bwana wetu Yesu Kristo, alimpenda, akaamua kuongoka, kuachana na mambo mengine ya dunia hii, kwa maana tunaambiwa Yesu Kristo ndiye mfalme mkuu kulingana na utaratibu wa ukuhani wa Melkisedeki. Ukirejea waraka kwa Waebrania sura ya 5 aya ya 10, kwamba Mungu amemteua Bwana wetu Yesu Kristo kuwa kuhani mkuu kwa mfano au kulingana na utaratibu wa ukuhani wa Melkisedeki. Basi alipompata Bwana wetu Yesu Kristo, siku moja alikutana na mtawa mmoja, akampa utume wa kuvusha watu katika mto. Basi katika kuvusha watu katika mto huo, kwa sababu yeye alikuwa ni mtu mwenye nguvu na mtu mrefu sana, siku moja alikuja mtoto kama tunavyomuona huyu mtoto hapa aliyembeba, akamwambia mvushe katika mto. Basi alipokuwa anamvusha katika mto, tunaambiwa alipofika katikati ya mto, ilisemekana au aliona alihisi kama huyu mtoto ni mzito sana akilinganisha na uzito wa dunia. Ndio maana ukiona huyu mtoto amebeba dunia hapa, kwamba Christopher aligundua au alihisi kama vile huyu mtoto amebeba dunia. Ndio maana hii sanamu ina mtoto na kama kitufe kimaanisha kwamba ni dunia. Basi alipofika ng'ambo ya mto, mtoto huyo alimwambia, mimi uliyenibeba ndiye Yesu Kristo uliyekuwa unanitafuta. Basi cha kujifunza ni nini kulingana na historia hii ya Mtakatifu Christopher, mwombezi wa wasafiri, kwamba sisi tujivunie tunaye kuhani mkuu ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Tukirejea waraka kwa Waebrania sura ya 8 aya ya 1, kwamba tunaye kuhani mkuu ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo aliyeketi katika mkono wa kuume wa Mwenyezi Mungu. Na huyu mtakatifu anajulikana sana kama mwombezi wa wasafiri wote. Basi sisi kwa pamoja tunaposafiri kwa vyombo vya moto kwenda sehemu mbalimbali, tumuombe huyu Mtakatifu Christopher atusaidie katika safari zetu, tusafiri salama. Basi tumuombe kwa pamoja kabisa huyu mtakatifu katika masuala mazima ya usafiri. Basi mpendwa msikilizaji, nipende kukaribisha kabisa katika mlima wa sala wa Marialita. Tunayo hija iliyopo mbele yetu tarehe 23 ya mwezi huu wa 5. Basi unakaribishwa sana. Tupo hapa jimbo kuu la Mwanza. Mlima huu unajulikana kama mlima wa sala wa Marialita. Basi ni mimi mkandidati Geoffrey Joseph Ngaka wa shirika la Mtakatifu Agustino. Karibu sana. Tumsifu Yesu Kristo.